Baya sana. Tuache kucheza na legacy ya Betty Bayo. Mimi hamna mtu alinitafuta. Betty Bayo amegonjeka 2 weeks. Na sikuambiwa. Nobody told me. Kama ningeambiwa, ningepigana usiku na mchana, lakini sikuambiwa. Niliambiwa wakati amefariki. Na ndio maana niko so emotional. Ndio maana niko na uchungu. Sitaki kumuongelea, ndio maana niko na uchungu. Maana afadhali ningeambiwa akiwa hospitali. Kama ningeambiwa, singekuwa na ile uchungu ambayo niko nayo. Wengine hawako emotional, maana walimuona akiwa katika process ya kugonjeka. Mimi sikumuona katika process ya kugonjeka. Nimeonyeshwa akiwa amefariki. Wale wanasema Pastor Kanyari hakuwa anapenda Betty Bayo. Nilimpenda. Lakini nilimpenda nikijua ako na mume wake. Kwa hivyo katika upendo wangu kulikuwa na mipaka. Nilimpenda nikijua ako na mume. Na mimi sikuacha Betty Bayo. No, Betty Bayo aliniacha. Mimi sikumwacha. Mimi I never left Betty Bayo. Betty Bayo aliamka asubuhi moja akaniambia the relationship is over. Na nikaheshimu hiyo. Na hata baada ya hiyo nikaendelea kumsupport na kuongea naye kwa simu. Tulikuwa tunaongea na Betty Bayo hata 30 minutes na tunacheka. Tunacheka, hata alikuwa ananiita Baba Sky. Hai Baba Sky. Tunacheka. Lakini nilikuwa na mipaka. Nikijua ni bwana ya mtu, ni bibi ya mtu. Na niliheshimu hiyo. Na ndio maana Sky wakati aliniambia daddy kuja usalimie, alikuwa mimi naitwa baba, maana mimi ni Mwafrika original. Lakini daddy ako na kizungu kidogo, kwa hivyo yeye ni daddy, mimi ni baba. Ndio maana Sky alipokuja akaniambia kuja ukutane na daddy, nilienda nikasalimia daddy. Yaani Sky ndiye alisababisha mimi na Tash tupendane. Na Tash hakuna mahali amenikosea, hata mahali pamoja. Tumeshirikiana naye katika mazishi. Mimi chenye tu ningetaka kusema, Tash, vile tulielewana na wewe, tulikuwa tunaelewana wakati mama alikuwa hai. Tuendeleshe hiyo. Tusije tukapigana hapa ama tuje tukosane. Mimi nimeheshimu kila kitu na nikiona kuna maana nafuka mpaka ninajiondoa, na ningependa kusema social media tafadhali. Wacheni huyo legend apumzike salama. Asante sana.